nafanya vitu ninavyovipenda, utoboi kimaisha. Ukifanya kitu unachokipenda ufanikiwi, kwa sababu fursa nyingi hazikai kwenye vitu tunavyovipenda. Imenifundisha kuzaa na mwanamke. Mwanamke akikuzalia haina maana nakupenda, kwa sababu hakuna mwanaume ana plani kuzaa, hayupo. Inakuwaga si tunaambiwaga tu bwana kama kuna kitu usifanye makosa katika maisha ni kukaa sehemu unaharibiwa muda. Haki ya Mungu. Yani wenzetu wazungu wanawapelekaga watu mahakamani. Hakuna asiyekosea duniani. Yesu akasema hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu pekee. Tukubali madhaifu ya wenzetu tuyabebe. Amina watu wa Mungu. Tupunguze vidole kwa watu. Ni jambo la msingi sana wewe kuheshimu mawazo ulionayo. Mtu wako wa ndani anaongea na wewe sana, ila umwamini. Kuna ndoa watu wanaishi wanalea watoto tu. Kuna ndoa watu wanaishi wanafanyaje? Wanalea watoto tu. Huyu analala kitanda hiki, huyu analala kitanda hiki. Ndoa, huyu mwanamke ana mume wake nje na mwanaume naye ana mke wake nje. Lakini ni ndoa. Dunia inajua hii ni ndoa. Society inajua hii ni ndoa. Mipango ya maisha. Sawa. Maisha ni nini? Kabla ya kujua hiyo mipango, maisha ni nini? Maisha ni zawadi itokanayo na kupewa na Mungu mwenyewe. Maisha ni zawadi. Wale mnaoandika, ni zawadi itokanayo na kupewa na Mungu mwenyewe. Kwa ukisikia mtu ana maisha, manake kapewa zawadi na nani? Na Mungu mwenyewe. Hakuna mtu anayetupa maisha sisi. Ni Mungu ndo anatupa maisha kama zawadi. Bwana asifiwe. Maisha ni Mungu mwenyewe anaamua yawe maisha. Yani ni Mungu mwenyewe ndo anaamua yawe maisha. Maisha ni maamuzi ya Mungu mwenyewe, anaamuru kumpa mwanadamu. Mwenye anaamuru kumpa mwanadamu. Natoa definition za nini? Za maisha hapa. Ukisikia maisha ni nini? Maana yake ni zawadi Mungu anatoa kumpa mtu. Yani kama ambavyo nakupa maiki bwana. Maana yake nikikupa inakuwa nini? Zawadi ujipi. Zawadi unafanyaje? Unapewa. Kwa maisha tumefanyaje? Tumepewa na nani? Na Mungu. Ndio maana akasema na tumfanye mtu, kitabu kile cha Mwanzo. Asa na tumfanye mtu kwa mfano. Tumfanye. Kwa hiyo wewe hujajifanya uwe mwanadamu, ni Mungu ndo amekufanya uwe mwanadamu. Amina. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sio tufanye wenyewe kuwa watu, bali tufanywe tu kuwa mtu kwa mfano. Lisitokee kosa lolote kuona tumefanya jambo lolote sisi kuwepo. Yani lisitokee kosa lolote kwako kuona kwamba wewe kuwepo kuna nguvu fulani umeitumia. Imeeleweka vizuri? Kwa hiyo ni muhimu kuelewa hayo. Bwana asifiwe. Kurasa ya kwanza imeisha. Kurasa ya pili nasema mbinguni kuja duniani. Andika hapo point hiyo. Mbinguni kuja duniani. Andika hapo mbinguni kuja duniani. Alafu chini yake andika kichwani kuja duniani. Yani wewe Mungu anatoa vitu mbinguni, anaweka ndani hicho kichwa. Na wewe
inabidi utoe material kwenye hicho kichwa, tuone ulichofanyaje, ulichopewa na Mungu, tukione umefanyaje, umekifanya wapi duniani. Umeelewa hapo? Nini kinapaswa kutoka kichwani kuja duniani? Nini? Ngoja nianzishe mradi wa nyumba nzuri kabisa za kisasa, alafu niende kwa msemaji wa JKT niongee naye kwamba na mradi ambao naweza maafisa wakawa wanalipa taratibu, lakini hizo nyumba zikawa zao moja kwa moja. Yaani unawajengea nyumba maafisa, kama ambavyo unakopa gari kama afisa, alafu unakuwa unakatwa mshahara kidogo mpaka umalize deni la gari ulilokopa. So unapewa idea kichwani, alafu unaileta wapi? Duniani. Yes. Hello? Yes. Komoro kuna hela sana, na hela ya Komoro haiwezi kuisha, kwa sababu ili waishi Komoro ni lazima wapate bidhaa. Of course wanataka kuchukua na Madagascar, lakini Tanzania ndo mama. Kuna utajiri wa kutisha ukifocus. Sasa mbuzi wanataka Komoro. Mimi nimefanya uchunguzi. Mbuzi, ng'ombe mmoja unamuuza milioni 6 Komoro. Ng'ombe lakini uliyemnunua milioni 1.5. Maana yake ng'ombe wa milioni 1.5 ni mkubwa sana. Ukiwa na tamaa unaenda mkoani ununue milioni 1.5, unanunua wa 500,000. Alafu unamtupa shamba. Kuna mashudu siku hizi, unamlisha, unampiga sindano anenepe. Paka awe na hips zito. Unamtia kwenye meli, unakwenda kumuuza milioni 6 Komoro. Siropoki. Ukibisha panda ndege nenda. Utaona ninachokwambia. Wanataka mbuzi, wanataka kuku, wanataka mayai. Komoro wanataka dagaa, wanataka samaki. Komoro wanataka kila kitu. Ni kisiwa kile. Kwa hiyo hakuna namna hawatohitaji bidhaa, yani hakuna namna. Yani unaweza kusema sasa hivi mwaka ujao, yani Komoro mwaka huu wanataka bidhaa, mwakani wanataka bidhaa, mwaka kesho wanataka bidhaa. Yani ili waishi inabidi wazipate. Ziko wapi? Zipo kwako kwenye nchi yako. Wewe utaki, wanataka kuwa winga. So kazi mbaya, unajishikiza kuwa winga. Lakini kuna vitu vya msingi. Bwana asifiwe. Mnanielewa ninachowafundisha? Ng'ombe mpaka 300,000. Ng'ombe mpaka 200,000 somewhere. Una machimbo mpaka 100,000. Ng'ombe hapa 100,000. Wewe unaenda Dodoma mjini, yako machimbo. Kuna tenda nyingine ya kukodisha meli. Kuna tenda nyingine ya kununua haya mafao haya. Nayo ina hela vibaya mno. Kuna tenda ya mavi ya punda. Wewe unataka kazi za ofisini, wewe sikunielewa. Ina hela. Kuna tenda ya chura. Ni nyama adimu chura. Unaweza ukasupply Kenya. Kenya ni soko kubwa sana. Au ukasupply Japani.
kuna soko la Kambare Nigeria na nchi nyingine, Vietnam, ila ipo. Kwa hiyo ninaposema kichwani kuja duniani, manake hizi idea ninazokutajia lazima zitoke hapa, zije katika uhalisia ili tuone matokeo. Nini kinapaswa kutokea kichwani kuja duniani? Hayo unayofikiria, mimi sijui unayofikiria. Wewe una vitu vingi unafikiria hapo ili utoboe kimaisha. Amina. Sasa kuna issue katika malezi unapozaliwa. La kwanza, walezi, baba, mama, shangazi, bibi, mjomba. Hawa walezi hawa kuna vitu wana focus walipokuwa wanakulea. La kwanza walizingatia shule, la pili makuzi, la tatu tabia, la nne misingi, la tano uhusiano. Sasa katika misingi ya kutafuta riziki na kuishi katika hii dunia, Mwenyezi Mungu sio wote wamepitia hayo. Sio wote wamepata shule, sio wote wamepata makuzi, sio wote wamekuwa na tabia, na sio wote wamepata misingi. Hii inapelekea baada ya wasimamizi wa kipindi cha utoto na malezi, nini umekipata kwenye maisha? Yani ulipokuwa na baba, alichokufundisha baba, nini ambacho kimekufaidisha katika maisha yako binafsi? Malezi ulioyapata ni yamekunufaisha vipi duniani? Bwana asifiwe. Leo ni kurasa tu. Maisha ni wewe, yanakuangalia wewe. Maisha hayaangalii ulichofunzwa. Ndio maana alichoniambia babu sikioni leo kwenye maisha yangu, kwa sababu maisha yanabadilika kila siku. Tuliofunzwa darasani hatuyaoni mtaani. Ndio maana ukisoma unatakiwa kumshukuru Mungu kwa kusoma, ila unatakiwa kujiongeza namna gani elimu ulionayo itakuondolea aibu katika maisha yako. Maisha yako hayazingatii ulichofunzwa, hayazingatii. Maisha yanaangalia kuwa ndani yako nini Mwenyezi Mungu alichokupa kionekane hapa duniani. Ndio maana wenzetu wana uhodari sana wa kuangalia vipawa vya watoto kulikoni kulazimishana kufanya ambayo wanayataka wao. Nini kitazalishwa na wewe nje ya yale uliofundishwa na wazazi? Sisi tunataka uzalishe kitu kipya nje na uliofunzwa. Mwalimu wangu wa shule ya msingi akiniangalia sasa hivi, alikuwa ananiita cha utundu. Ana sababu za kuniita cha utundu. Nilikuwa sisi wazee wa kupanda juu ya madawati to sisi sasa. Akiniangalia sasa hivi cha utundu ninayeongea, anao ushahidi wa kusema haya sikumfunza. Alinifundisha mimi physics, alinifundisha history, alinifundisha geography, hakunifundisha haya. Haina maana kwamba alionifundisha hayana maana, ila ina maana maisha 80% idea zote za maisha Mungu ameziweka ndani yako. Ni jambo la msingi sana wewe kuheshimu mawazo ulionayo. Mtu wako wa ndani anaongea na wewe sana, ila umuamini. Umuamini. Wewe unaamini unayoambiwa, uamini unasikia nini ndani. Mapenzi ya kweli hayafi. Sikiliza ndani. Mapenzi ya kweli hayafi. Ukimpenda mwanamke kaka kweli, hata akifa, hata akiolewa, hata akiishi na mwanaume mwingine,
roho yako bado itaendelea kumpenda, kwa sababu kinachompenda sio wewe, ni moyo ndio unampenda. Hata akiwa kaburini. Mimi sinaonaga hapa mtu ananifuata, kaoa, mzee wa watu kashaoa, mke wake kafa na miaka 20 imepita, kaoa mwanamke mwingine na wana watoto wakubwa tu wako hivi, lakini akikaa na mimi ananiambia IPM, unajua bwana, kuna wakati naomba uniombee. Naambia nikuombee nini? Kuna wakati mimi namkumbuka sana marehemu mke wangu. Naambia unamkumbuka? Sambia sasa sisi ni kawaida tu kumkumbuka. Hamna, yani namkumbuka alafu inaniumiza, nasikia unyonge, nasikia upweke, na inadha hivi na tafakari. Naambia okay. Unajisikiaje? Kwa kweli nilikuwa nampenda sana. Unaona? Ambia huyu, ambia huyu nipo naye. Tumalizie game la maisha. Sema amina. Mimi siamini sana mimi siamini sana mwanaume ambaye alikuwa na mke afu akampenda sana afu mke wake akafa afu ukaja kuingia kwenye hiyo ndoa, kwa sababu anakuoa wewe kwa sababu yule kafa. Halo? Mimi ni mtu ni mkweli, ndo mimi nitashambuliwa mtandaoni, lakini mimi napenda ukweli. Sema amina. Huyu baba sasa anataka kuharibu ndoa. Sijasema na haribu. Wewe uachwi. Umesikia? Wewe tulia hapo. Uachwi. Tumia gari za huyo baba, uachwi. Jinga. Amekuoa wewe kwa sababu mke wake amefanyaje? Kafa. Mimi nikifa, Lilian hata apate mwanaume wa aina gani, na hapa kwa Mwenyezi Mungu mbele ya madhabahu, bwana sasa ndaka idol acha niolewe tu. Wazee wakazi wasipokuwa na aibu, washezo wakubwa, nitanyanyuka tu wote ndipo, hata mzimu wangu mfate tu umtese. Sema amina. Naomba kweli, yani mzimu wangu msumbue, yani wewe namtokea. Bwana mimi naomba nikuache bwana, mimi kwa kweli siwezi. Watu wa Mungu, mimi na mwaka wa 20 nasikiliza issue za wanaume. Mtu anakuambia mke wangu nampenda, na yuko na mke wake mwingine ambaye kamuoa, lakini anamkumbushia aliyekufa. Upendo wa kweli haufi. Upendo wa kweli haufi. Ndio unaweza ukakaa hivi afu mwanamke akakwambia, oya vipi, umemkumbuka mke wako mambo gani haya sasa bwana haya? Hilo alipingiki. Kwanza kujifunza kumpenda mtu upya ni jambo gumu. Ndio maana bwana mkubwa alimuoa Lea, akazaa naye watoto 6, na kuna mtu anaitwa nani? Rebeka. Jambo, unajua Biblia iacha kitu kaka. Kumbe unaweza ukaoa mwanamke usimpende na namzalia za sema amina. Ni maneno magumu hao. Hapa mnaga kachumbali, ni maneno magumu peke yake. Kuzaa. Sasa wadada waelewagi, ni mzalie ni mkamate. Hakamati kwa kuzaa. Wewe zaa tu. Wanaume, mimi kwanza sielewagi mwanaume anayekuja kuniambia baba niko na mwanamke mahakamani tunagombania watoto. I swear before God, huwa simuelewi. Nasema huyu hajakaa jando vizuri huyu. Unagombania mwanamke na mtoto. Yaani unagombania mtoto na mwanamke mpaka mahakamani. Mtoto. Malaika wa Mungu. Mwanaume agombani mtoto kaka. Anayejitambua. Mtoto yupo tu. Unamtaka mtoto huyo hapa. Basi. Mtoto wako huyo hapa, mlete. Namtaka. Wewe mvute mguu mimi mkono, tutamkwanyua. Wewe mchukue. Sema amina. Wewe ni Yakobo. Lea aliolewa na nani?
Yakobo. Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, mwamba na wake wawili. Sisi tumeambiwa mmoja, na mimi nimeridhika na mmoja. Haleluya. Piga makofi basi, mna shida gani? Pisi kali ile kabisa, nisiridhike kwa nini? Unataka wake wawili, una nguvu. Vitu vingine unapaa. Tia maji. Moja tayari, mpaka kesho kutwa unataka wake watatu. Una nguvu hizo. Unajua hata ndugu zetu Waislamu, sawa, wanaoa wake wanne. Kuna sheria ya kuoa wake wanne. So tu najiolea. La kwanza, sheria ya kuoa wake wanne, unatakiwa watendee sawa wote wanne. Wote sawa. Ukipiga show huku 3 na kule ukapiga ni sawa. Huku 3 na kule 3. Kwa chips hizo utaweza? Sema amina. Busu huku 4 na huku kapige busu 4. Huku gari na huku gari. Huku umejenga gorofa na huku ujenge gorofa. Huku international school na huku international school. Hebu niambie ukweli. Unajua wanawake wako tofauti kitabia, kimuonekano, kiutundu. Na ashajua na mwenzie anataka kufanya utundu sasa. Fika kama akakurukia kwenye shingo. Vipi niko na wewe leo? Ana tabia njema, ana adabu, ana upendo. Nini kitatokea? Utaanza kubezi. Utaanza kubendi, sehemu ambayo unaipenda zaidi. Nguvu zipi wewe ulizonazo? Kwa ni sheria ngumu sana. Na nataka nioe watatu, ni sheria ngumu sana. Unazima hata babu zetu kimila tu zamani, si ndio? Unakuta kwenye boma mko unasikia mama yule walikuwa na uwezo kiuchumi. Hata kimila tu watu walikuwa wanaoa wake zaidi wawili. Walikuwa vizuri kiuchumi. Lakini mnapenda kuonga, maisha yenyewe hamna. Unataka wanawake wengi, maisha yenyewe una. Huyo mmoja tu kumtunza uwezi. Kapauka kama mahindi ya tankibovu. Ni maneno magumu tu hapa. Sema amina. Huyo mmoja unamudu. Anakuja na style ya nyani, kaanguka juu ya mti. Ngoja. Mbona umenikalia kwenye tumbo? Kumbe bado. Haya basi. Haya nakuja basi na style ng'ombe kanywa sumu ya kinyume. Ngoja. Tutumie hii kifo cha mende. Wewe muuni kumbe una nguvu. Rizika na mmoja, sema amina. Makofi kwa Mungu aliye hai. Tamaa tu. Kwa hiyo Lea na Raheli waliishi nyumba moja, mwanaume huyu mmoja. Biblia hiyo. Lakini mwamba, kuna mwanamke anampenda Raheli, so Lea. Raheli anampenda. Na wakampa adhabu. Bwana, hapa kwetu kwa sheria na kanuni, haolewi nani? Haolewi mdogo kabla ya mkubwa. Kwa mwamba ikabidi amuoe hivyo huku akiwa na target ya yule mdogo. Akapigwa adhabu miaka mingapi? 7. Mtu ambaye unampenda, unaweza ukamvumilia baba hata milele. Utaweza? Bana, miaka 7 bwana, hapana bwana. Daishije mimi? Mwamba akaanza kuvumilia mtu miaka 7. Ikaisha miaka 7. Akaongezea mingapi? 7 mingine, ikawa 14. Unaweza kumvumilia, kumsubiria mwanamke miaka 14, unaweza kwa kifua kipi? Mungu mwenyewe atanisaidia. Huwezi. Lakini mapenzi ya kweli. Hatuna mapenzi ya kweli leo. Dunia leo hakuna mapenzi ya kweli.
tunaigiza kuonesha tunapendana. Dunia inajaribu kuonesha watu wanapendana, lakini kutoka ndani ya roho hakuna, kwa sababu ya maisha. Tukiwaita wanawake wa sasa hivi wasimame mbele yetu, alafu tuwaambie jamani, Mungu karuhusu mrudie kuchagua, utapigwa makofi mbele ya Mungu. Mbele ya Mungu, asante. Angeniua huyu baba. Yuko na wewe, si ana pakula. Yuko na wewe ndo mwenye kazi, wewe ndo mkurugenzi. Akiangalia maisha ya kwao na nini, kwa anaamua kujipachika kwako, sio kwa sababu anakupenda. Hapana. Wanawake wengi wapo kwa wanaume ambao hawawapendi, lakini ni maisha, inabidi aolewe. Na wewe ndo uko serious kuoa. Ambaye anampenda hana habari ya kuoa. Ambaye yeye mwanamke anampenda hana habari ya kuoa, wala hamtaki. Wewe unayetaka kuoa sasa, kimbelembele cha kuoa, bwana olewa bwana, miaka 30 inaenda hiyo. Kamba stakatika utaaibika kwenye familia. Ndugu yangu, haya ndo pale siku ya harusi pale unakuta mtu kakaa hivi, mwingine kakaa kule. Unaionaje harusi? Naiona kaa jinga. Yuko na wewe, ni harusi, atoe nuksi kwenye familia. Una hela wewe, una kampuni kubwa, ameona kuna maisha, atasaidia ndugu zake. Sio upendo. Lilian, unanipenda? Mwanamke anayekupenda kaka, haki ya Mungu, anakuwa na uoga ukisafiri. Mwanamke anayekupenda anakuwa na attention, usipate shida. Mwanamke anayekupenda ukisafiri halali, anahangaika. Sikuna kitu kashazoea kukihagi, so haupo, anahangaika. Mwanamke anayekupenda hawezi kufumba macho hivi mume wake hajarudi, anamsubiri mpaka saa 4 saa 5. Mume wangu uko wapi? Uko wapi? Muda wote uko wapi? Tumekumisi hivyo. Lakini wetu hao analala, anaamka asubuhi akurupuka, wewe unarudi saa ngapi? Upo? Yaani ndo hivyo ya kikamanda. Sema amina. Unasafiri, unaambia mke wangu nasafiri. Haya sawa. Ajui unaenda wapi? Nenda. Nimekuruhusu. Nimekupa na baraka zote. Yaani hana hata wivu. Mume wangu nenda wapi jamani? Mume wangu jamani, are you okay? Kuna nini huko? Nenda. Huyo anafungua geti, hata ikujua unaenda wapi. Unatoka pale, unasafiri asubuhi, unamtumia message, bana nimepata basi. Haya. Yaani neno tu haya. Hamna basi gani na nini. Anayekupenda anataka kujua basi gani hilo. Unaweza kumtumia namba akonda. Yaani hivyo. Utajua tu ukipendwa kaka. Yaani utajua huyu ananipenda. Unafika mpaka safari kule kimya. Mpaka usiku kimya. Usipo mshtua kama nimefika salama, na yeye kimya. Anakupigia simu kesho saa 6. Halo kumbe ukuacha hela. Neno la kwanza anakuambia ukuacha hela, sio umefika salama. Mume wangu unaendeleaje? Kuna ndoa watu wanaishi wanalea watoto tu. Kuna ndoa watu wanaishi wanafanyaje? Wanalea watoto tu. Huyu analala kitanda hiki, huyu analala kitanda hiki. Ndoa. Huyu mwanamke ana mume wake nje na mwanaume naye ana mke wake nje. Lakini ni ndoa. Dunia inajua hii ni ndoa. Society inajua hii ni ndoa. Na kwenye sherehe wanaibuka wote. Tumeuona mkono wake Bwana, matendo yake mwana ni kumno. Na akipewa maiki, nimekuja leo, natokea Kibosho. Niko na mke wangu kipenzi. Tunamtukuza Mungu. Mama unacha kuongea? Hapa naliongea kota. Asante. Asante. Aikame. Wakirudi nyumbani, kila mmoja yupo kwenye kitanda chake. Ni vita. Ninyi hamjui ndoa. Mngejua ndoa yanayoendelea ndani ya ndoa, wengine wangeogopa kuingia. Sema amina. Amina.
Ndio maana mwamba huyu kuna kitu anakipenda. Kuna kitu anakipenda. Unasafiri, unatoka hapo unakwenda kwenu huku, hajui umefika, mpaka unapata ajali unakufa. Anapigiwa simu na mawezia, wanaona mtandaoni, "Alo unaendeleaje? Salama, pole mama, jamani pole rafiki yangu." Ya nini pole? Kwani hujui anaendelea? Yapya. Tumeona picha jamani, mume wako amepata ajali, amepata shida. Amna, mwanaume yule hashtuki. Mwanamke anayekupenda anakuwa msumbufu, na usumbufu wake hauishi. Ukiona mwanamke anakuwa msumbufu, huyu anakupenda, anakufuatilia, anachunguza simu yako, anaamkaga saa 8. Mimi nafikiri kurugenzi ya usalama wa taifa inabidi ipige jicho sana kwa wanawake. Anaamka saa 8 ya usiku, anachukua dole gumba lako wewe usubeweka fingerprint analichukua dole kwanza, kabla sema amina kwanza, kabla ya hiyo anakupa show kwanza. Wewe una uchu wewe, ili ulale vizuri unapigwa show ya kobasa va sema amina. Amina. Alafu anairudia tena, wangu yani leo yani mimi naomba uniue tu. Vipi huyu? Bwana andukia bara kaja kwenye kifua, katulia, umekiweka umemtuliza chini. Ona bwana, tayari. Kumbe anakuchosha, akukague vizuri. Baada hapo esima maiti tupu. Ndo anaitafuna sailo dole gumba. Fesi kamata bicho weko kutulia hapo. Yani kama umekufa. Chukua sura hiyo liweke hapa, anawasha taa, hauna habari. Haya anafungua simu. Wanawake, kuna kitu brazo hujakijua. Wanawake wana password yako anayo, akwambii. Yaani usije ukajidanganya password yako haijui, anaijua, akwambii. Anataka, yani yeye anafuatilia, anataka kujua mchezo utaishaje. Saa 8 ya usiku anaamka. Papa anakurudisha vizuri. Anachukua mzigo, kwanza akiona isiwe tabu, anajiforwardia tu mzigo wake. Anauforward wote. Alafu anafuta pale ili isionekane kama imeforwardiwa. Anachukua simu yako, anaizima vizuri, anarudisha kwenye draw, anaenda kukaa sebleni kama ana maombi. Anafanya uchunguzi wake za taratibu. Ukiona hivyo anakupenda. Lakini mwanamke akuja ajali, unalala na mfanyakazi ajali, wako huyo malize. Kwa hiyo huyu mtu akasubiri miaka mingapi? 14. Hii imenifundisha vitu vingi sana. Imenifundisha kuzaa na mwanamke. Mwanamke akikuzalia haina maana nakupenda. Kwa sababu hakuna mwanaume ana plani kuzaa, hayupo. Inakuwaga si tunaambiwaga tu bwana umeharibu huku. Neno letu la kwanza, uko serious wewe? Unajua acha masiara. Kwa sababu wewe uamini. Target ya kwanza ilikuwa mtoto, ilikuwa raha. Ilikuwa ni bata. Ilikuwa ni pombe za usiku. Ayo, waiona hiyo. Bia. Mkabebana nyu. Unaamka asubuhi na mapengo. Wewe umefuata nini baby? Mwanangu mmoja long time ago. Gereza la wanawake Morogoro, unaingia kushoto hivi. Naenda kwenye ngoma huko, toto kipindi hicho nini? Twende ambia hapana.
Mwamba wamecheza ngoma nini usiku, wamelewa. Akamchukua msichana wa miaka 14 wakaondoka wakaenda kulala. Wanapolala asubuhi wameamka frame haina hata jino moja. Kumbe ni mkubwa, ana miaka 40. Tulimtania mwaka mzima. Na aliacha pombe. Acha mambo ya pombe, haelewi. Sasa ona ulichobeba hiko. Beba mama yako. Kwa hiyo kuzaa sio kipimo cha nini? Cha upendo. Kuolewa sio kipimo cha upendo. Yaani useme amemuoa anampenda. Sio kipimo hiko. Ila mimi mama yenu nampenda sana. Na ndo maana nakuaga mkali. Sitaki mtu amzoee, sipendi. Yaani usimzoe. Hayo. Unamzoea mama yako wa nini? Chungaji moja eti nikamtafuta Instagram, nataka unishauri. Mshauri mke wangu akushauri. Akamwambia namba ya baba, aiambia baba namuona baba, lakini nataka wewe ndo unishauri. Nikamwambia mwambie haji Jumatatu saa 11 jioni kanisani. Muda wetu wa mazoezi hapa. Ili tumuingize kwenye nini kambi ya mazoezi. Naambia wewe unataka kushauriwa, hebu piga push up 50 kwanza. Ushauri wa kwanza. Sema amina. Usikubali mtu amzoe mke wako. Ni hatari. Hakuna mtu kumzoea mke wako, ni marufuku. Mambo urafiki ule alisoma naye anakuja anamkumbatia. Majitu mengine haya yanamizuka, hayakumbatii hivi, anakumbatia huku nielewe. Ni sibahuni. Sema amina. Amina. Ukumbatiaji gani unavimba hivi? Kwa nini usitoe mkono tu hivi? Mengine sitaki kuyaongea hapa. Kuna vitu tunaviona mtandaoni huko. Jitu Mbagara kule. Mambo ana uchu, katoka mkoani ana uchu. Kaingia kwenye daladala hapa. Wameshika hivi. Sikamshika mdada watu. Hamjaona ile kitu imetembea yeye. Kamngangania hivi, watu wanamtoa ambia nikatulia hivi. Sasa you never nielewe. Mwamba anataka kufika mlimani. Mtu ana nguo. Kika mngangania hivi. Kwa hiyo kama ni mwanaume unanisikiliza hapa na una akili timamu, hakuna mtu kumzoea nani? Mke wako. Hakuna. Hamna cha nimfanya kazi mwenzangu, hakuna. Umeelewa vizuri eh? Wewe piga makofi kidogo tu. Ibada inaisha, mama anasimamisha gari, unasogea. Uogopi yani. Huyo Niki huyo, sawa? Ndio msaidizi wangu. Na ni ndugu yake mama. Lakini bado simuamini. Lina misuli vile, sawa? Jamani, kuna mengi duniani. Na mheshimu shemeji yangu, lakini kuna mengi. Na pia na mimi namheshimu. Tunaheshimiana, Niki. Baba. Tuko pamoja. Asante sana. Mimi nimeona kijana wa kazi analala na mke wa kiongozi. Sikuamini. Nilimuona mama mmoja ameshika dini, analala na kijana mdogo.
kijana wa madrasa, kuna matukio nimeyaona kwenye maisha. Siwezi kuamini mwanaume yoyote duniani kwa mwanamke ambaye anasema mimi nampenda. Siwezi. Wewe lazima ujue mke wako anaenda wapi. So anasafiri tu, hapana. Mwekee peni kwenye begi hiyo, nielewe. Lazima uwe na wivu na mke wako, ndio upendo. Asikuletee mtu ndani kwako eti huyu nilisoma naye alikuwa kiranja. Alikuwa kiranja alivyokuwa mdogo. Hii misuli utu uzima huwa anaitoa wapi? Classmate siju classmata. Anakuja nyumbani kwangu classmata. Sema amina. Amina. Anafuata nini? Haya mazoea ya wapi? Mimi nikukaribisha nyumbani kwangu, nimekuheshimu to the maximum. To the maximum. Yani karibu, ingia sebleni. Akia Mungu wewe. Kuna miamba wanadawa kaka. Sio kama mke wako sio mwaminifu, anadawa kiunoni. Haya. Ngoja niendelee kufundisha bwana. Inaitogusa unase hiyo. Hao shangaa tulikitoka pale, wife roho inaanza kumwenda mbio yani. Roho inamwenda mbio, mume wangu ile mfanyakazi mwenzio haya, anakosa amani, anahangaika. Kuna watu amejipika, ni michawi yani. Wewe rafiki zako ndo wanakuja ghetto, unaondoka, wanaenda dukani, unawaacha ndani. Waaminifu sana hao. Ngoja watoto litoke komwe lako, komwe ulielewi. Aliangalia dogo kama la Kichina hivi, kama la Kiarabu. Ulielewi dogo yani. Hakuna kumwamini mwanaume kwenye familia yako, sawa? Ni sheria na nini na kanuni. Kwa kama ni mwanaume humu kanisani unataka maombi, nifuate mimi. Kama ni mwanamke mfuate mama. Na vitu vingine havitamkiki. Asa mdada anakuja anakuambia baba huku kuna sehemu kuna uvimbe. Yaani kama unapanda juu hivi, yani kutokea hapa kwenye mapaja unakuja hivi juu. Ameendelea kabla hujafika, waambia wapi hujafika? Station ipi? Baba station yani station ya posta. Sasa anashindwa, hata anakosa ile confidence ya kuongea. Lakini akiwa kwa mama inakuwa ni rahisi, si ndio? Mama bibi huku hivi, anafunguka huko, anamuelezea titi la kushoto hili, ile chuchu naona kama inashuka chini, kuna wakati inapanda inashuka, anakuwa free kumuelezea. Tumeelewana? Amina. Amina. Haya. Uliofundishwa na Mungu angalia uyafanye. Malezi yalikusaidia nini? Kupigwa kumekuokoa na umasikini. Ulidamka asubuhi kwa kulazimishwa. Sasa unaamka kwa hiari. Lengo la kuamka asubuhi kwa kulazimishwa ina maana inabidi uamke asubuhi kwa hiari. Kuyafanya maisha yako yawe sawa. Hatufanyi kitu tunachokipenda na hatutakiwi kulazimishwa kufanya vitu kwa sababu hatuna maamuzi, ila inabidi tufanye vitu ambavyo vinatufikisha kwenye safari yetu ya maisha. Nafanya vitu ninavyovipenda, utoboi kimaisha. Ukifanya kitu unachokipenda ufanikiwi, kwa sababu fursa nyingi hazikai kwenye vitu tunavyovipenda. Nimeleka hapo? Fursa nyingi hazikai kwenye vitu tunavyofanyaje? Tunavyovipenda. Fursa nyingi zinakaa kwenye vitu ambavyo hatuvipendi. Ndio maana kuna bilionea muokota makopo. Kuna kazi ya chuma. Ina hela vibaya mno. Chuma kina hela vibaya mno. Watu wametajirikia huko. Unakuwa tu na maofisi mikoa kwa mikoa. Yaani upewi hela kesho. Yaani hapo hapo akaunti hapo mzigo unaingia.
ukiwapelekea watu chuma. Ndio maana vijana wanazunguka mitaani usiku na mchana, akikuta hadi kisu anakwapua, anataka akauze. Kwa hiyo toka huko kwenye nataka kufanya kitu ninachokipenda. Amina. Unafanya kipi unachokipenda sana, unachotumwa kukifanya kwa sababu una maamuzi, au kitakachokufikisha kwenye malengo? Vitu hivi ni muhimu na hupaswi kuviletea utani. Namba 1, andika muda. Namba 2, andika muda. Na namba 3, andika muda. Alafu weka mbele kwa nini muda. Namba 1, andika muda. Namba 2, andika muda. Namba 3, andika muda. Maisha ni zawadi ya muda inayohesabika, na tuna kikomo cha kuishi. Namba 1, muda. Namba 2, muda. Namba 3, muda. Kwa nini muda? Maisha ni zawadi ya muda. Yaani maisha yenyewe ni zawadi ya muda. Yaani wewe huwezi ukaishi milele kaka. Usijidanganye. Mungu anakupa zawadi ya maisha, muda wako miaka 60, muda wako miaka 40, 70, 80. Kwa hiyo lazima uishi ukijua kuna limit ya mimi kufanyaje kuishi. Nina limit mimi IPM ya kuishi. Yaani kuna wakati ukifika tu limit yangu ni hapo, siendelei. Na nikifa hapo mtalia mwisho haya. Kwa sababu mwanadamu ana limit ya muda wa kuishi. Wangelitambua watu wengi hivyo, wasingekuwa na ukatili wa kuwafanyia watu wengine ukatili. Kwa sababu ni dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kukatisha maisha ya mtu, kuichukua nafasi ya Mwenyezi Mungu, limit anayo Mungu. Kwa hiyo wewe ukikatisha maisha ya mtu, maana yake umefanyaje? Umemwona Mungu afai, limit yake umeingilia limit yake. Kwa hiyo kuwa makini kwenye kuumiza watu wengine, kwa sababu maisha yana limit kweli, yana mwisho wa mtu. Yaani kila mtu ana mwisho wake, lakini anataka Mungu yeye mwenyewe ndo afanyeje. Kwa hiyo maisha ni zawadi ya muda. Hebu sema wote, maisha ni zawadi ya muda. Maisha ni zawadi ya muda Unaohesabika. unaohesabika. Sema tena, tuna kikomo cha kuishi. Na kikomo cha kuishi. Usisahau tuna nini? Tuna kikomo cha kuishi. Hapa kuna vitu vya msingi unapaswa kuvielewa. Kama maisha ni zawadi ya muda, jichanganye tu. Kuna wakati wa familia, umesikia? Kuna wakati wa kuenjoy familia. Kuna wakati wa kuenjoy ndoa. Kuna wakati wa kuenjoy safari. Kuna wakati wa kuenjoy watoto. Kuna raha ya kuangalia watoto wako ukiwa na nguvu. Ni raha, watoto ni mapambo duniani. Moja ya utajiri ni watoto. Na Mungu akupa watoto ili wawe mateso. Mungu anakupa watoto ili wawe mapambo ndani ya nyumba. Kelele za watoto ndani ya nyumba zinafanya nyumba kutokuwa pango. Ni muhimu sana. Ndio maana ukiona watoto wote wamekuwa, wazazi wao wanafanyaje? Wanakuwa wapweke. Hata ukioa na kuolewa, wazazi wanalia kwa sababu wanakuwa wapweke. Hata akiwa chizi ndani ya nyumba, na umuhimu wake, zile kelele zinafanya nyumba iwe active. Kwa hiyo tunaweza kutumwa kwa muda, kwa sababu hatuzaliwi na kukimbia. Tunaweza kutumwa kwa muda kwa sababu hatuzaliwi na kukimbia. Kutumwa maana yake kukaa chini ya mtu. Unafanya biashara la mtu, kazi ya mtu, duka la mtu, lakini wewe una vision yako, unajua. Kwa unakaa kwa muda ukitarajia kesho ndafika pale. Natamka ya maneno yakawe juu yako in the name of Jesus. Pokea. Mungu akakuwezesha ukawe miongoni mwa watu utakayetimiza ndoto zako. Napokea. Pokea vizuri in the name of Jesus. Pokea. Haya, uleta faraja. Uleta faraja kukaa stendi huku ukiwa na tumaini la safari kwa uhakika.
hakuna jambo muhimu kama kukaa stendi au airport, lakini ukiwa na uhakika kwamba bwana ndege itaondoka baada ya risali moja, ndio ratiba ilivyosema. Okay, sawa, una chati pale. Huwezi kufika tu airport unapaa hapo hapo. Tulia kwanza, ukaguliwe, watu wa kazi wapite, angalie nini, pigwe sura, libichwa hilo, litumwe kwenye kompyuta huko, waliskani, watoe, warudi. Una vitu vingi pale, unaambiwa tulia kwanza. Sawa akukague mibegi yako, mbona mizito hii? Kama kuna kichwa cha mtu au ni nini, unakukagua sana, uruki vivi. Lakini una amani kwamba safari ni baada ya risali moja, una amani. Kama kuna kitu usifanye makosa katika maisha, ni kukaa sehemu unaharibiwa muda. Haki ya Mungu, yani wenzetu wazungu wanawapelekaga watu mahakamani kwa kupoteza muda wao, na ni haki ya kimsingi mtu kulipwa aliyekupotezea muda. Mtu anakuambia tu nilindie kiwanja changu, unalinda we, alafu siku anakuja anauza tu, anakuambia haya nauli ya kurudi kwenu. Miaka 17. Usikae sehemu kwa kupewa matumaini, kwa sababu hakuna kanuni hata moja ya maisha ya matumaini. Nimeleka hapo? Yes. Asa mimi sina wanawake wengi kwa sababu ya matumaini. Naona mme wako anakuja, naona mme wako ni nasikia amani kusema mme wako atakuwa Mjapani. Nasikia tu amani kukwambia kwamba mwanamke uliye ndani ya nyumba hii watakusalimia kwa heshima. Naona wigi, naona ukivaa wigi la milioni, hata kama una kazi kaa tu hivyo na komwe, lakini naona tu Mungu akikuinua, naona maisha mazuri. Hayo ndo mambo wa dada jamani, amina. Jamani, baba yetu huyu. Fanya kazi, hakuna hiyo. Sema amina. Amina. Sasa hapo ndo kidogo tunapopishana na wengi. Kusubiri jambo usilokuwa na uhakika nalo ni kuishi kaburini kabla ya kuzikwa. Andika hapo. Kusubiri jambo usilokuwa na uhakika nalo ni kuishi kaburini kabla ya kuzikwa. Unasubiri jambo, unakaa kanisani tu, unasali uende mbinguni, huna maisha, huna kodi, huna kazi, huna uhakika. Ukikaa hapa kaka, jihakikishie moyoni mwako, huyu jamaa atanivusha. Ili kila nitakalokuwa natamka juu yako uliamini 100%. Usipoteze muda, hatari kabisa. Una haki ya kupoteza uhai wako hata kama huna wako kuuliza. Sawa? Ndio maana ni dhambi kujiua. Ni kufuru kwa aliye kuumba, ni dharau kwa aliyeamuru uishi. Hatuishi kwa sababu tunataka, ila yupo aliyeamuru tuishi. Kwa hiyo hamna kujiua. Sawa? Hakuna kujiua. Utafanikiwa katika jina la Yesu. Napokea. Natamka kwa maneno haya juu yako, utafanikiwa katika jina la Yesu. Napokea. Hebu sema maajabu yake. Maajabu yake. Amani ya watu ni kuona watu, wanapoona watu wanapata nuru ya kuishi na kustawi zaidi. Hii mimi mwenyewe nilikuwa sijui, nilivyokuwa naandaa ujumbe ndio Roho Mtakatifu ananifundisha. Yaani kumbe mtu, yani unavyoona sisi tunakuwa watu hivi, ukiwaona watu amani ya watu ni kuona watu. Ndio maana mtu anayekaa peke yake ni rahisi kuumia, ni rahisi kuwaza vitu vya ajabu, lakini anapokuwa na watu anapata tumaini, namba moja. Lakini pia maajabu ya mtu ukiwaona watu unapata tumaini la kufanya unayotaka kuyafanya. Alafu kuna kitu kimoja Mungu alitufundisha. Mungu ameweka mashindano ndani ya mioyo ya watu kwa sababu ya kufanikiwa. Mungu hakuweka mashindano ndani yetu
Nyie mnaita wivu. Huyu jamaa huyu, yani kanuna nimefanya na yeye anafanya. Hapana. Ni Mungu ameweka. Lakini Mungu hataki wewe uniige ninachofanya. Mungu anachotaka, anataka na wewe ufanye chako ndani yako kionekane. Yani hakuna kitu Mungu anasubiri kama uwezo alioweka ndani yako uanze kuufanya duniani. Wote makava ya simu, wote tunauza mchele. Kwa hatuna idea. Wewe una ideas kichwani ya kufanya jambo. Mtu anakuambia sioni la kufanya, sijui la kufanya. Hujui la kufanya? Hujui la kufanya? Anzisha shule ya Kareti na iamini kwamba hii itakuwa ni shule ya Kareti kubwa duniani. Anza na darasa moja. Si ni mwalimu wewe? Si ni master? Anza na darasa moja. Itasuasua, ila nakuhakikishia hakuna maono yasiyofika. Matajiri wote walisota. Problem tulionayo Afrika, mtu anataka anzishe project hapo hapo na hapo hapo ikue. Maisha yako hivyo. Hata ufanyaji wangu kazi hauko hivyo. Ndio maana wengi wanachemka. Unaweza ukaja nikwambia subiri, kuna kazi ya kufanya. Nikikwambia subiri naelewa kwa nini subiri. Halo? Tutafanya, najua kwa nini tutafanya. Mtu anatengenezwa kaka. Wewe umerogwa mno. Kwa hiyo inabidi kufanywa restoration, sio jambo la tayari. Iko hivyo. Ndio maana nakwambia tafuta mtu unayemwamini, ukae chini yake, akupike taratibu. Asa changamoto tulionayo leo, watu wanataka gusa unase. Umpe dawa yake akachome nyumbani. Yesu alikaa na wanafunzi wake bwana. Nafikiri ikafika hatua labda akaona kama wameiva. Lakini mwamba akaenda kuchukua kisu. Alikata. Alimkata mtu. Tabia bado hajaiva. Changamoto ya kanisa leo, mnatenga watu kabla hawajabadilika. Mchungaji mwenyewe unaweza ukashangaa hajabadilika. Lakini sasa ni mchungaji. Hataki kuonekana kwamba yeye anaweza akawa hajabadilika. Kubadilika sio jambo la dakika moja. Kubadilika ni process. Amen? Ndio maana Yesu alikaa na malaya, ila mchungaji wako hawezi kukaa na malaya kwa sababu haamini kwenye kubadilika. Wanakujaga wadada humu, anafaa mara kidogo anataka titi lionekane, mara anataka kwapa lionekane. Umfukuzi, unamwacha tu. Lakini anaenda, Roho Mtakatifu ndo anashape watu. Roho Mtakatifu ndo anabadilisha watu, sio wewe. Hakuna mtu anaweza kubadilisha mtu. Kama mtu anakuja sasa kwapa lipo wazi. Maana yake anasema tu tunakuwa unamwehe. Haya. Msitu wa Kongo hapo umekuja live. Unafanyaje sasa? Hafukuzwi. Lakini leo unakuta watu wanatenga watu. Hapana. Yesu aliishi haya maisha akitufundisha. Mtu habadiliki siku moja. Habadiliki mtu siku moja. Na kuna watu wa kuwavumilia kwenye maisha. Hii hasa kwa sisi viongozi. Unapokuwa mtumishi wa Mungu, unapokuwa kiongozi, lazima ujue unaongoza watu wa aina zote. Watu wanaokuja kanisani walikuwa washenzi mtaani. Hakuna mtume hata mmoja wa Yesu alikuwa mtakatifu. Wote wauni. Yaani wote miamba. Bwana tunapanga mbili hapa. Wamekaa kuua tu. Panga za nini? Hata hayo tapeli. TRA huko. Kapige watu TRA huko balaa mno. Bwana Matayo huyo. Paulo jambazi.
jambazi sugu. Si tunataka watu watakatifu, wakati Yesu ni mtu wa kubadilisha watu kwa neema yake na kwa upendo wake. Ndio maana hakuna upendo ndani ya kanisa, kwa sababu tunanyosheana sana vidole. Ona huyo. Mwenye haki wangu hata akianguka mara 7, Mungu anasema nafanyaje? Nitamsimamisha. Mtu akizini anatengwa. Mtu kapata mimba bahati mbaya anatengwa. Wakati maaskofu wana watoto nje na wanawaficha kwa gharama kubwa sana, ila huwa wanaumbuka siku ya kuzikwa, ndio wanaletwa sasa. Wanakuja pale sasa, watoto wa baba askofu naomba wakaage. Sasa kanisa linajua askofu ana watoto 2, wanaibuka wako 14, wanakuja baba askofu hongera. Baba askofu hongera. 14 wote ambia watu Mungu, huyu mzee alipigaje hizo mechi? Hakuna asiyekosea duniani. Yesu akasema hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu pekee. Tukubali madhaifu ya wenzetu tuyabebe. Amina watu wa Mungu. Tupunguze vidole. Tupunguze vidole kwa watu. Tupunguze vidole kwa watu. Tupunguze vidole kwa watu. Asiyefaa leo atafaa kesho. Mpe muda. Yesu aliwapa watu muda. Alijua kabisa hawa wanakosea. Alijua kabisa hawa ni binadamu. Aliwavumilia. Maandiko yanasema wakamkuta anakula na kunywa na wenye dhambi. Imagine. Wanamkuta Yesu anakula na kunywa na wenye dhambi. Utaweza? Ukaa na watu wanakunywa bia na wewe uko pembeni, utaweza? Si tumekuwa watakatifu sana. Ndio maana watu hawaji kwa Mungu, kwa sababu hawaoni upendo. Ona mwanangu, bora huku walevi tupendane wenyewe. Kwa sababu nyumba ya dini, nyumba ya imani, tunaotegemea kuona upendo hatuupati. Vidole tu. Ona alivyovaa, ona alivyokuja kanisani, ona hivi, ona anavaaje hivi. Hivi sana mtaka baba yetu huyu anataka kumwangusha. Mimi siangushwi. Kama baba yako ni malaya tu, ni mchezo wake. Umenielewa vizuri Ukiwa muuni, hata mwanamke aje na gauni refu utamtamani tu. Si muuni. Tusiprotect uuni na tabia za mtu. Mtu anayejiheshimu anajiheshimu tu. Amina. Tupunguze vidole watu wa Mungu. Watu walipende kanisa. Tupunguze hukumu. Watu wampende Mungu. Hakuna mtu Mungu abadilishi watu kwa unavyotaka wewe. Anawabadilisha yeye mwenyewe anavyotaka yeye. Tuseme amina watu wa Mungu. Maisha yako yatabadilika brother. Napokea. Napokea. Nasema maisha yako yatabadilika. Napokea. Pokea vizuri Bwana. Napokea. Pokea. Napokea. Pokea. Napokea. Maajabu yake. Kwa hiyo watu, pointi yangu usijiue, sawa? Kwa hiyo watu wakikuona wewe wanapata amani. Watu wakiona watu wanapata furaha. Watu wakiona watu wanapata tumaini jipya. Alafu jambo la msingi. Umeona mimi sasa. Kuna watu wananisikiliza. Hawako Tanzania, wako huko. The way wanavyonisikiliza, wanajifunza vitu vingi kutoka kwangu. Sasa mimi nikipata changamoto afu nikajiua au wewe ukaniua, unakuwa umeharibu mikakati mingi sana ya Mungu. Kwa hiyo usijiue kwa sababu ya jambo lolote, hata kama unahisi ujulikani. Umuhimu wako ni muhimu duniani. Tunatamani kuendelea kukuona ukiwepo duniani, kwa sababu wewe ni muhimu duniani. Na Mungu alikuumba usijiue. Mungu alikuumba, anajua sababu ya wewe kuwepo duniani. Jipigie makofi kwa Mungu aliye hai. Amen. Haya, pointi zifuatazo.
Mwanadamu anapomuona mwanadamu, nini kinachotokea? Namba 1, furaha. Namba 2, amani. Namba 3, uhakika wa kuishi. Namba 4, ongezeko. Namba 5, ulinzi. Yani mimi na wewe naonaga hata kwenye safari, tukiwa tunasafiri, nikifika Mikumi pale huwa na attention sana sana kwa sababu ya wanyama. Mwanadamu yoyote akiwa anasafiri peke yake na akiwa na watu wengine, kuna amani fulani unaipata, si ndio? Kwamba niko na wenzangu, hata likitokea lolote niko na wenzangu. Kwa wewe uwepo wako dunia, mimi naongea sana bwana. Yes. Kwa hiyo wewe kuwepo duniani, kuna watu wanaona ulinzi. Kwa hiyo nikiwa na wenzangu kwenye mbuga, nasema hata likitokea lolote wenzangu wapo. Wakati mwingine naonaga Mikumi mle roli imeharibika, alafu roli nyingine inakuja inapaki pembeni, ulinzi. Kwa hiyo wewe kuwepo duniani pia ni ulinzi kwa wengine, lakini pia uzao, jingine mawasiliano, jingine kinywa kuongea, alafu kutoa sumu ya kufoka ili anawili. Kutoa sumu ya kufoka. Kuna vitu Mungu ananifundishaga mpaka nashangaa. Kumbe mwanadamu akifoka anatoa sumu. Halo? Usimzuie mwanadamu asiongee. Mwanadamu akiongea anatoa sumu. Hasa mwanadamu anaitwa mwanamke. Yaani unaweza ukaongea na Lilian vizuri, imemaliza kila kitu, natoka kwenye geti, sijafika hata barabara ya lami tayari. Sasa huyu ananiambia nini? Au ndo rafa? Sababu sijamroga. Anataka kuniambia nini? Wezi ukakaa mzee kwenye kochi ukatulia pale unaangalia, atakuja tu anaiki. Mme wangu kesho naenda kusuka, sawa. Mme wangu wanataka maji, so nataka, anayaleta maji ya kunywa, nimekuomba, anayaweka pale, anakulazimisha unywe. Katoka hapo kaenda karudi. Ona mme wangu, kuna kitu kimenifurahisha cha kuchekesha. Unaangalia hivi, unaangalia roho, nasema hiki sio cha kuchekesha. Unakuwa zuzu kwa I say so funny. Anaondoka. Kwenye kikao cha wanaume tulisema mwanamke ni nani? Ni kasuku wa nyumba. Ni kasuku wa nini? Wa nyumba. Kwa tuziache kasuku zifanyeje? Ziongee. Usimzuie aongee. Mwanadamu ukimzuia asiongea, anafanyaje? Anajawa na sumu ndani, kwa sababu faraja yake ni kuongea. Amina. Kwa kinywa kuongea. Kwa hiyo kutoa sumu ya kufoka. Kwa hiyo kuna watu wakifoka ndo, hata katika mambo ya tumefundishwa sisi, mtu akija kwako kama daktari, mwache afanyaje? Aongee. Mtu akiongea anapona. Amina. Sifa za mwanadamu: kuongea, kuchukia, kucheka, kujaribu, kukera, ubinafsi, kusahau, kuharibu, kususa, kulia, kurudia, kutojisikia, yani anaamka tu ajisikii, kubadilika na kunungunika. Sifa za mwanadamu: kuongea. Nyingine kuchukia. Kwa unaweza ukakuta tu mtu kachukia tu, akunja tu sura, vipi? Niache. Kuna kitu labda yani kichwa changu kuna wakati nafikiri ni dish. Sema dish.
Kuna wakati nikisoma Airtel Vodacom bana Mix by Yas, kuna wakati mwanadamu dishi nayumba. Wanadamu wote. Unaamka tu utaki kuongea na mtu. Huyu leo hapa kazi dishi. Sifa hiyo kwa sababu hakuna mwanadamu timamu 100% na hakuna chizi 100%. Andika hapo. Hakuna mwanadamu timamu 100% na hakuna mwanadamu chizi 100%. Ndio maana anakuambia alipokuwa anaandika huu urithi alikuwa anaumwa. Ina maana gani? Maana yake kuna ngoma nati zimelegea. Alikuwa anaumwa. Hatukubali, huu urithi ni batili. Inawezekana ulimlazimisha alisaini kitu asicho kijua. Kwa sababu gani? Wanaamini ukiumwa kuna uwezo wewe wa kufanya maamuzi kama kichwa timamu Kwa hiyo kujaribu ni sifa ya mwanadamu, kukera ni sifa ya mwanadamu, ubinafsi ni sifa ya mwanadamu, kusahau ni sifa, kuharibu, kususa, kulia, kurudia, kutojisikia, kubadilika, kunungunika. Zote hizi ni nini? Ni sifa za mwanadamu. La mwisho, tulizaliwa tunalia. Namba 1, hakuna kucheka vitani. Namba 2, dunia ni uwanja wa vita. Namba 3, hakuna utakachokipata kwa kucheka. Sawa, mpenzi wa wote, acha kucheka cheka. Namba 1, hakuna kucheka vitani. Unamchekea nani vitani wewe? Una kazi France ananipigia ambia uko wapi? Ambia naenda Iringa. Una kazi tulikuwa tunafanya huko njia Morogoro huko. Tumeenda Morogoro, tumefika mpaka pale kwa mtaalamu. Tumefika pale hatuoni. Yaani jamaa yuko vizuri. Yaani hatuoni pa kuingilia, hatuoni mlango. Kaambia niki turudi kwenye gari. Afu ni kwenye mlima ni. Tukarudi kwenye gari. Tukajifukiza. Tumaliza kujifukiza tukatumia pale kuna perfume pale. Ya Rafa iko pale. Kaambia turudi tena. Tukarudi. Kaambia tusipande mlima kimbelembele, tupande mlima kinyume nyume. Yaani turoge leo. Tukasema amina. Tukaanza kupanda mlima kinyume nyume. Yaani tumechoka vibaya mno, miguu inauma. Kufika pale tunaiona nyumba. Kakimbia. Kakimbilia wapi? Karuka. Kakimbilia Iringa. Nakimbilia nikamwambia mwanangu tuondoke. Tusipae. Nimesahau kuruka. Tukaruka, tukaangukia Mikumi mbele ya simba ndi. Miki bado hajakomaa, wao walikuwa wanafundisha kazi. Kwa tuka drive, tukaenda Iringa. Tunamtafuta. Kazi hizo. Unaacha kazi unafanya kazi. Yesu akasema nakuja nyumbani kwako. We una ustahili usije kuingia nyambia anakuja. Kuna nyingine lazima nije. Amina. Kwa hiyo una vita. Wengine inabidi waanguke ili wewe uishi. Na utaishi in the name of Jesus. Napokea. Nasema utaishi in the name of Jesus. Napokea. Napokea. Pokea vizuri basi. Napokea. Hakuna kucheka vitani. Namba 1. Namba 2, dunia ni uwanja wa vita. Hakuna riski utakayoipa. Wewe unaogopa lawama nini? Eti mimi watanichukia, watanuna mimi. Wewe wakuchukie. Kikubwa hawakupi pumzi na nyumba yako ina geti, inatosha. Kwa hiyo hakuna kucheka vitani. Namba 2, dunia ni uwanja wa vita. Namba 3, hakuna unachokipata kwa kucheka. Namba 4, wanaolia zaidi duniani ndio wanaocheka zaidi kesho. Mungu akubariki. Hebu sema wanaolia zaidi duniani ndio wanaocheka zaidi kesho. Yesu akasema ole wenu ninyi mnaocheka sasa, maana mmekwisha kula raha yenu. Waliokosa elimu, walioferi shuleni,
waliofukuzwa, waliokataliwa. Kwa nini ukusoma? Hali ya nyumbani. Sikucheki. Hali ya nyumbani, umasikini wa nyumbani. Nyumba ya nyasi. Inabidi koroboi uwashwe ndio muone. Utasoma saa ngapi? Mtungi wa maji, bado hujaenda kuchota maji. Tutwange ndio tule. Tupasue kuni, kisima cha maji. Saa 9 usiku alfajiri unaamka, unakwenda shuleni. Peku peku tumesoma. Saa 4 hatutoki darasani. Begi la shule una. Daftari linaisha mpaka mama auze kuku ndio akununulie daftari. Umepitia hayo maisha. Mama anauza kuku. Imagine, daftari limeisha shuleni, inabidi mama akauze kuku wake ndo akununulie daftari. Muda huo ushasemwa sana, hana daftari huyu, unachapwa. Mwalimu ajui, unachapwa, unaonekana mzembe. Kumbe mama hajauza bado kuku wake wa kienyeji ili ununuliwe daftari. Madaftari tunaweka kwenye tumbo hapa. Mvua ikinyesha najikumbatia hivi. Wewe unayo sababu ya kufanikiwa na utafanikiwa. Njaa haina bouncer. Baba alikufa, mama akafa, akabaki dada ndio mkubwa, sisi wadogo. Akaanza kutolea dada, akashindwa kusoma na kutulisha, ikabidi akawa dada wa mtaani. Akaanza kufanya mambo ya ajabu ili tule, kwa sababu hakuwa na option B. Wewe unatakiwa ufanikiwe katika maisha na utapanda level kuanzia leo. Makuzi ya mateso. Makuzi ya mateso ndio tulopitia. Haya. Jamani, la mwisho. Haya mawili nimeficha. La mwisho because of time. Hebu sema fitina za maisha. Kila engo utakayopita wewe lazima iwe na fitina. Uwe mwimbaji wa nyimbo za Injili, lazima ukiimba vizuri wenzio watakuletea fitina. Ukipendwa na hata IPM akikupenda tu, kuna wengine wataanza kuleta wewe fitina. Unajua hivi, kwa nini ana hivi, kuna nini? Mimi kuna taarifa moja nilisikia huko. Bwana namna gani bwana? Kwa nini IPM? Fitina. Watu wamekwenda mpaka kwenye redio, TV, wanazuia vipindi vyangu visiruke. Jamaa anatoa milioni 100 kuzuia vipindi vyangu visiruke kwenye TV. Yaani mchungaji mwenzangu anakutoa milioni 100 ili vipindi vyangu visiruke. Lakini Mungu alivyo ajabu, mke wake anaweka status, wanagombana. Umeona hiyo neema ya Mungu ilivyo? Umeona hiyo neema ya Mungu ilivyo? Yaani mke wake anasikiliza mafundisho yangu mpaka anaweka status. Toa, futa, unamweka huyu nini? Mchawi mkubwa huyu. Freemason huyu. Mpinga Kristo huyu. Mke anasema hapana, mimi namuelewa. Nimemfia, nimemzimikia kia. IPM. Bi mkubwa akaelewa, sema amin. Usicheze na neema ya Mungu. Na kutamkia hii neema ya Mungu juu yako. Hatari neema ya Mungu kaka. Humfichi. Neema ya Mungu huwezi ukamficha mtu ambaye Mungu ametaka aonekane. Huwezi. Ni swala la muda tu. Wewe kutoboa ni lazima, ni swala la muda. Pokea hii neema kwa mikono miwili. Nasema pokea hii neema kwa mikono miwili. Ni swala la nini? Swala la muda tu. Nasema hivi, hakizikwi kitu ambacho Mungu anataka kistawi. Hautazikwa. Nasema hautazikwa. Hakizikwi kitu ambacho Mungu anataka kistawi, hakizikwi. Fitina ya muonekano. Fitina ya kwanza ya muonekano.
fitina ya muonekano. Watu wameona nyumba yako, fitina, roho zinawaenda mbio. Kwa la kwanza, fitina muonekano. Na maana kuna matajiri wengine wanajiweka ovyo ovyo tu, kafara zake tu kanzu basi, kama jinga hivi. Fitina ya muonekano. La pili ni fitina ya cheo. Hii ndo balaa. Fitina ya cheo, watu wako tayari wakuue. Hawataki kutoa heshima wakati umewazidi. Fitina ya cheo. Ukipanda cheo kwenye daraja lolote la maisha, iwe polisi, jeshini, usalama, TAKUKURU, magereza, immigration, mkurugenzi, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, cheo chochote, hata kuwa protocol mama IPM, hata kuwa protocol IPM, sio jambo jepesi. Kuna watu wanachukia. Kuwa katibu msaidizi sio jambo jepesi. Kuwa karibu na mimi sio jambo jepesi. Kuna watu wanachukia. Kwa nini yuko na yeye? Kwa nini wamesafiri wote? Fitina kabisa. Kupanda cheo. Askari mmoja yuko pale kwa Matias, jeshi la wananchi wa Tanzania, kapooza, kaparalyze. Baba yake mwanaye yule askari, mimi nilisoma naye zamani sana. Kwa hiyo alivyoniona nimekuwa mchungaji, akanitafuta, tukaenda mpaka pale kwa Matias. Kufika mzee kaparalyze, yuko hoi. Nikamwambia, ninavyomuona huyu alipigwa kitu kizito. Alivyopanda tu mzee akaanza kulia. Nikamwambia, wewe ulipandishwa cheo. Ulipopandishwa cheo tu ndipo ulipo paralyze. Akanambia, hakika wewe ni nabii wa Mungu wa kweli. Kwa hiyo kupanda cheo bila protection ni hatari. Ni hatari kubwa. Watu wanaanguka, mzee wakikuona wananyanyuka namna hii. Watu wakikuona, jambo afande, waongo rohoni. Wanapiga tu la kufanya hawawezi, lakini wanaumia. Nielewe. Wakikuona haraka, jambo, karibu afande. Kuna wengine wanambwembwe, yani anakuwa kama mpigwa na shoti kwenye mkono. Ukipita yani hili bwana hili kajinga hili inapenda misifa. Kwani angepita hapa bila kushusha kioo? Nielewe. Wanaumia wewe kupanda cheo. Fitina. Mungu akulinde na fitina. Hiyo inaitwa fitina nini? Ya cheo. Fitina ya kazi. Ana kazi yule, watoto wake wote wana kazi, kapata kazi. Unaamka unakwenda kazini, wenzio wanakuangalia kibarazani, wanaumia. Unaamka unakwenda kazini kaka, wenzio wamebaki mtaani pale, wanaumia. Unarudi kazini wanakuona, baba pipi, geti linafunguliwa, mzee wa kichaka ana kilo 10 za nyama, watu wanaumia. Fitina ya kazi. Wanakwenda kukuchomea kwa bosi, wanapeleka ripoti za uongo kwa sababu unafanya kazi vizuri, unajituma. Fitina. Okay. Fitina ya mali. Hii ndo balaa. Yaani kuna watu wamekaa vijijini huko baba, wanahesabu mali zetu kama sisi wenyewe. Mimi kuna magari yangu mengine siyajui plate number kabisa, sijui namba. Yaani mimi naejua ni CJV Brevis. Hiyo ndo sababu ndo gari yangu ya maisha toka mwanzoni. Kwa ndo nilishikaga. Hizi nyingine mimi sizijuaga. Lakini kuna mwamba anakuambia, yani yule ana ile gari yake 3412, ana ile 740. Unajuaje? Mimi zangu mimi mwenyewe sijui. Unazijuaje? Wanatufuatilia. Ana nyumba amejenga sehemu fulani,
ana fulani ana magorofa 6, kingine ana mabasi 4. Basi lake la kwanza linakwenda Lushoto, la pili linakwenda Mtwara, linatoka saa 12 linafika saa 7. Anajua ni ratiba za basi yake. Yaani wewe mwenyewe hujui vitu vyako. Fitina ya mali. Kwa nini fitina ya mali? Mali ni kwa nielewi kwa naongea. Mali, sawa? Mali ni kitu ambacho kila binadamu anafanyaje? Anakihitaji. Mali ni kitu ambacho kila mwanadamu anakihusudu. Mali ni kitu ambacho kila mwanadamu anawishi kuwa nacho, na watu wanapambana usiku na mchana kupata mali, hawapati. Wewe kwa nini upate? Kuuliza umepataje? Hawawezi. Tumchukie. Fitina ya mali. Fitina ya nyumba. Unajenga nyumba Hakuna kitu watu wanaumia kama kuwa kijana afu unajenga nyumba afu kuna wazee kwenye huo mji hawajajenga. Haki ya Mungu wanaweza wakajiunga wakuroge. Yeye mnachukulia kawaida haya mambo, sio ya kawaida. Haya, fitina ya usafiri. Unatoka asubuhi na gari, unarudi jioni na gari. Wao ukoo mzima hakuna mwenye gari. Usichukulie kawaida, kila ninachokuambia kina maana. Wako watu walinunua magari ndo ukawa mwisho wao wa maisha. Wako watu walinunua usafiri nakwambia wa gari ndio ukawa mwisho wao wa maisha. Hilo gari likamuua au ndo akafirisika au ndo likamfirisi. Fitina ya watoto. Kwa nini na watoto wazuri wewe? Kwa nini wanasoma? Kwa nini wanaelewa? Kwa nini wanafaulu? Kwa nini watoto wako hawaumwi? Watu wa Mungu, haya maisha mngeelewa ninachowaambia. Ndio maana kuna watu wanajificha mno. Na mwanangu mmoja is a Muslim lakini ananiamini na vitu vyake vyote na vimanage mimi katika spirit. Yuko Kariakoo. Ana hela. Mtu akishakuwa na bilioni 17 si ana hela. Yaani anakuambia prophet, mimi naogopa hata kuweka status, nimeweka picha yako tu. Yaani toka tumefanya kazi mimi nimeweka picha yako, sijawahi kubadilisha. Sirushi nyumba, sirushi chochote. Fitina ya watoto. Anapigwa mtoto hivi tupate picha. Mwanangu, pate picha. Wangapi wana watoto hapo? Mezaa. Safi. Mtoto wako anaitwa nani? Mtoto wako? Pili. Jamani, Pili kawa wa kwanza shuleni, kafanya vizuri masomo yote. Mimi si nimeona. Nilikuwa tunakwenda kwa kuona matokeo ya laiti. Nilimwanzisha pale shule fulani hapo katikati ya Mabei, baadaye nikaamua nimtupe tu pale kwa maafisa. Sasa naona kama alikuwa ananyeka hivi, na mimi sitaki mtoto wangu kwa anyeka ajibu pia push up. Bwana afande, huyo ni afande mwenzenu kuanzia leo. Alimnyosha, alikonda. Peleka kigaidi tu. So nilikuwa naona kaka wazazi wanainama chini wanalia. Ile siku tumeenda pale St. Mary, tuenda na Felista. Dogo mmoja akawa sijui kafaulu physics wa kiume yule, sio? Yaani kwanza unamwangalia unasema asante Mungu. Yaani unaona kama mwanao hivi. Yuishi, yaani unaona kama mtoto wako. Alafu ukimwangalia mwanao matokeo aliyoyapata, afu anakuja amekaa na wewe unamwangalia, unamwona kapaka, unamwona kuna wakati unamwona yaani unaumia kama mzazi yani. Pale kwenye ile kundi la wazazi zaidi ya 3,000. Hamna wachawi pale. Watafurahishwa kuona huyu mtoto Pili amekuwa wa kwanza kati ya watoto wote. Kule kijijini ndo balaa. Huyo mtoto ndo yani ndo wameshaharibikiwa. Fitina ya watoto. Kwa hiyo
Acha kupeleka watoto wako kwa watu ovyo. Jitahidi uishi na mwanao kinjanja hivyo, wale wanao. Fitina ya wanyama. Mungu amekubariki wanyama muda wote. Fuga tu vikuku 300 hapo. Navisemu huko na vikuku 300 huko nimevifuga tu. Yani majirani wanamsumbua kwa yule kijana pale site. Na jamani, tunasikia wameanza kuika. Jamani wanataga. Yani wamebakisha tu, hawajaanza mapenzi. Yani wanauliza, mwisho watauliza hata mapenzi sasa. Na mimi si mbuzi. Naambia hakuna mtu kuingia hapo, ni sheria. Kuku tu. Watu wanauliza kuku tu. Mbona kama wamenenepa wamebinuka, mnawapa nini? Kuku. Unajua anachopewa kuku? Kwa tunawapa maziwa ya ng'ombe kuku. Kuku si anakula pumba. Hasa hata ukimwambia unachompa hatoweza. Fitina ya wanyama. Nyingine fitina ya mke. Ukiwa na mke watu wanakuletea husuda. Watamtia ulemavu, watamtia ukichaa, watamtia magonjwa, watamtia utasa, watamfanyia kila kitu. Mke. Fitina. Na kwenye kitu ambacho utakiwi kukifanya mwanaume, usikubali mke wako adharauliwe na mtu yoyote. Yani hilo bro, kuwa mkali. Mimi kuna ndugu yangu mmoja akanyagi nyumbani kwangu mpaka kesho. Alileta dharau kwa mke wangu. Sete dharau. Wewe huwezi kujua nimetoka naye wapi wewe. Mimi nikiumwa sasa hivi wewe, mimi siwezi kuvua nguo, wewe unitibu, uwezi. Umheshimu mke wako, ni heshima hata kwa Mungu. Mungu anakuvali na wewe, anaona una akili. Mmenielewa naume? Mmenielewa vizuri? Acheni ushamba kutoa mke wako, yani mvalue. Asitokee kiumbe yoyote na mdharau tu. Hapana, hamna hiyo. Hata kama ni ndugu yako wa damu, hapaswi kumdharau. Mungu anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Watu wote, elewa neno watu wote. Na ndio mapenzi, you create mapenzi kwa mke wako. Unapomvalue na anajiona wao, huyu kweli ni mume huyu. Sasa wewe dada yako anamtukana mke wako, upo kimya. Unajua mke wangu ile dada yangu, mzoee, mimi hamna hicho kitu. Naambia sister, umemtukana mke wangu, usikanyage nyumbani. Limerogwa, ndio. Si basi. Kwa mimi watu wanajuaga misimamo yangu kwa mke wangu. Ndugu wote wanajua. Yule mke wake aguswi, hachezewi. Sijui kampa nini, hamna cha kumpa nini. Ni misimamo tu. Dada yako anakuja, mama yako mdogo anakuja nyumbani kwako, anasema nataka nimpikie mwanangu mwenyewe chakula. Sitaki umpikie wewe. Basi kampe na mapenzi. Si unamjua sana, kampe. Wewe unamjua. Unajua huyu nilimuogesha. Uliniogesha utotoni, sasa hivi unanijua nilivyo. Wewe unajua nimebadilika huko. Sasa hivi ni kifaru, so yule tena. Sema amina. Yani wanaitaga mazoea ya ajabu mno. Eti nimemuogesha, yani huyu nimemchamba mwenyewe. Yani yani namjua, unanijua sawa dada, zamani nimevimba sasa hivi. Natisha. So yule tena. Ndugu yako anakuja kwenye nyumba yako, anakuja kuleta masharti, anamletea masharti mke wako. Wewe umekaa kimya? Eti kakaa kwenye kochi pale, kwenye TV kashika remote yeye. Nisiingilie. Eti kama anaimiliki nyumba hivi. Mara njoo. Leo nataka nimtandikie kaka yangu. Nataka niingie chumbani nimtandikie. Sifanyi chochote, namtandikia tu.
Na wewe umekaa kimya, ambaye usimtandikie, vua na nguo, panda. Chumba cha mke na mme haingii mtu yoyote. Mimi nikiaga chumbani nakuja sina nguo. Mimi hapa. Wewe baki na majinsi yako chumbani. Mimi siwagi na nguo. Ni mwendo hapa tu mzee. Sema amina. Tunapishana mama IPM. Mama IPM naye anapita huyo jamani. Unazo ni sema amina. Hivi unaweza ukaniambia hii ndio sababu ya kuniletea moja wanangu wa korofi ni huyu. Na Franso nafahamu wanavozio. Imemnyanyua hiyo point. Na watoto wa korofi huko. Bwana asifiwe. Ukitaka mwanamke akupende na akuone hapa uko hivi, mvalio. Mwambie tu, ndugu zangu, nyinyi ni ndugu zangu. Wewe ni dada yangu, wewe ni shangazi yangu, wewe ni mama yangu mdogo. Mmenilea, mmenizaa, thank you. Ila naombeni mke wangu msimdisturb please. Naombeni. Kitakachotokea wataanza kumchukia. Na siku zote ndugu wanamchukia mke. Mimi mke wangu hawezi kupendwa kwetu, kazaliwa kwetu hadi apendwe. Visem na mimi, yani mimi siwezi kujiaminisha eti mimi napendwa ukweni, yani nitakuwa msukule. Mimi marangu hawanipendi ila wananiheshimu. Huyu ni nani? Mkwe. Eti na mimi sasa napendwa na mama mkwe, napendwa na mjomba fulani, napendwa, wananiheshimu. Ndio maana nikizingua mtoto wao anafanyaje? Anarudi kwao. Anaolewa na mme mwingine, wanambariki. Kwa hiyo hatupendwi ukweni, hilo lazima ulielewe. Wewe unaongea tu hivyo, wewe umjui mama mkwe wangu. Mama mkwe wako anakujua, anamjua mtoto wake, hataki kukwambia. Kwa unapoenda ukweni kulalamika kwamba mimi mke wangu au jamani huyu kijana wenu kwa kweli mimi simuelewi, ananifanyia vya, basi sawa nitaongea naye. Wanamuita, wanampeleka chumbani. Sikiliza bwana, kwanza bora umekuja, maana yule demu wako hapa kijijini anatusumbua. Sikiliza, mpoze huyo mke wako, jifanye pale nani kwenye kikao cha familia, piga magoti pale, jirize, mkumbuke nani mama yako mdogo, si ulikuwa unampenda? Mkumbuke, toa machozi pale, aone kama umemtolea machozi, kumwomba msamaha. Yaani mama na ndugu zake wanampanga mtoto wao udanganywe vizuri. Kwa mimi siwezi kutoa tatizo langu kupeleka ukweni hata siku moja, kwa sababu kanuni ya ndoa yangu mimi ni mimi na mke wangu. Tukishinda kuelewana mimi na yeye, hakuna wa kutupatanisha. Wewe katoe siri zako huko, nenda katoe siri huko, au nao waambie ni nani. Labda kiongozi wa dini, kwa sababu ni kiongozi wa dini, yeye atapeleka kwa Mungu. Mmejifunza kitu? Mmenielewa? Mtafanyia kazi? Mnapenda kuambiana vitu, ndio maana ndoa zenu zinaingia kwenye migogoro. Wewe ni rafiki yako unakwenda kumwambia niambie ndoa yako ikoje? Nakwambia nimekwambia, yani mume wangu anachonifanyia, yani kwanza, yani mpenzi alilonipa jana, haki ya Mungu, yani bora, yani sijui ni kweli hivi unajua mwanaume anaanza kukubusu kuanzia kwenye miguu, anapanda taratibu, yani mpaka amefika kwenye magoti hapa, yani mimi tayari, yani sijiwezi. Yeye aje kufanyiwa hivyo, anaambiwaga panda kitandani tuondoke. Sema amina. No maandalizi hiyo. Mwendo wa mpera. Panda, jamani baby, mbona mkali? Tulia wewe, weka mguu hivi. Ni sasa yeye hapati hayo. Wewe unamueleza unayoyapata. Nini kinatokea? Anaanza kumtamani mume wako. Na yeye ili aone iko unachokipata wewe vipi, kikoje? Ficha utundu wa mume wako Lili. Sema amina. Wewe naye kama Zuzu unamsifia kweli mke wako. Mke wangu mtundu. Yaani mke wangu kuna wakati kwa kweli hakuna mwanamke ameshawahi kuniridhisha kama mke wangu.
Watu kaka wana uchu baba. Kuna watu duniani yana uchu, yanataka kujua sasa huo uzuri ukoje. Kwa hiyo fitina ya mke, la mwisho fitina ya mume, the same pia. Ulazima wa kuyajua haya ni ili kujilinda. Fitina zimejaa kila pahala. Moja ya jambo ambalo ni vizuri mlielewe, watu wa Mungu, kila mwanadamu duniani ana nafasi yake na ana muda wake wa Mwenyezi Mungu kumweka kwenye daraja lake. Maisha ni safari, na ni safari ambayo ni gurudumu linalozunguka. Mwenyezi Mungu ameweka zamu ya kila mja duniani kufikia wakati wake wa kulia, kufikia wakati wake wa kucheka, kufikia wakati wake wa kufurahi, kufikia wakati wake wa kutabasamu, kufikia wakati wake wa kutawala. Lakini kuna watu huwa hawakubali wakati wao kwamba ulipita. Kinachofanyika, unapofika wakati wako wa kutawala, wewe hutaki kufanya nao kazi, kwa sababu kimsingi wengine wanatakiwa wastaafu. Kimsingi unatengeneza timu yako ya kufanya nayo kazi. Wanalazimisha wewe waingize kwenye timu yako. Usipofanya tendo la kuwaingiza kwenye timu yako, wanatoka nje na makucha kama ya fira, makucha kama ya dubwi, makucha kama ya simba, makucha kama ya mamba, makucha kama ya chui. Wanaungana pembeni kutaka kupambana, kuionesha dunia kwamba wewe kuwepo pale haikuwa sawa, ilikuwa bahati mbaya. Hawa watu ni hatari sana katika maisha yetu. Ndio maana mimi IPM, wako watu waliniambia afiki popote huyu. Waliniambia huyu mhubiri haendi popote. Wanabaki mdomo wazi namna Mwenyezi Mungu alivyonilinda nao. Walitoka kwangu wakaenda kuungana kupambana nianguke. Ndivyo wanavyofanya pia hata kwa mama yenu. Hata kwa mama yenu. Walichokifanya kwa mama yenu ni kitu hiki kimoja. Azae watoto 6, lakini hata mmoja asisome. Walichokifanya kwa mama, watoto wazae, wasome, lakini asiwepo hata mmoja kupata kazi. Haki ya Mungu nakwambia. Familia ya mama mdogo inafurahia watoto wa mama mkubwa kutofanyaje? Kutopata kazi. Nimeona haya kwa macho yangu. Kwa hiyo ilitakiwa mama yangu katika utawala wake aungane na wao, watoto wake wasisome. Ilitakiwa mama yangu aungane na wao, watoto wa mama wasipate ajira, wasiwe na maisha kama watoto wake. Hii inashangaza na ni pigo kubwa kwa kila mzazi katika jamii zetu za Kiafrika. Fitina. Wakati mwingine tukiwapa vyeo tulivyo navyo hawawezi kukaa. Wakati mwingine tukiwapa viti tunavyokalia hawawezi kuvimudu. Wakati mwingine tukiwapa haya majukumu ambayo usiku kucha wanazotukana wayapate, tukiwapa masaa mawili hawezi.
lakini umekubali kuwa kwenye kundi la kutaka kuionyesha dunia kwamba hatuwezi kwa sababu ya fitina. Mungu ninayemtumikia atakulinda na fitina zote. Nasema atakulinda na fitina zote. Mipango ya maisha inasetiwa. Mipango ya maisha inaandaliwa. Mipango ya maisha haiji tu kama, yani haiji kwa bahati mbaya. No. Maisha yanaandaliwa. Maisha yanasetiwa. Lakini inabidi utulie, ukae kwa mtu ambaye unaamini anaweza kukutengeneza ili uweze kufikia katika daraja la maisha. Inawezekana. Mnaelewa? Inafanyaje? Inawezekana. Ninazo nguvu mimi ambazo Mwenyezi Mungu amenipa. Ninao uwezo, naamini. Kwa sababu unajua mimi iko hivi. Mwanangu mmoja alikuja hapa nikamwambia hivi, wewe usipofanikiwa mimi nitaenda kukopa, kama ninayo bilioni 1 au sina sijui, lakini nitaenda kuisaka nikupe. Yani nilimwambia hivyo. Kwa sababu aliniambia, baba, mimi nimezunguka kwa waganga, nimechoka. Majukumu ulionayo kaka ni mazito ambayo hayahitaji kubahatisha. Tunarudi pale pale kwenye muda. Ni vile tu wewe upige hesabu. Ukikaa chini na daftari na peni, alafu ukapiga mahesabu vitu ambavyo unatakiwa vilipie, haki ya Mungu unaweza kuzimia, unaweza kupanda pressure. Ni vile tu tunajifariji tu. Lakini ukiletea mlolongo, una ada hii, una bili hii, hivi, haki ya Mungu unaweza kuzimia. Kwa sababu utajiuliza, nazipata wapi? Ndazilipaje? Mungu wangu awabariki. Mungu wangu awafanikishe. Mungu wangu awainue. Nyosha mikono yako juu. Baba, nakushukuru kwa neema yako. Na wabariki wanangu wote hawa waliofika siku leo. Ujumbe huu ukafanye kazi katika maisha yao. Na mafundisho haya yakawe chachu katika maisha yao. Wakajifunze na wakaelewe kwamba hii ni nguvu maalumu itakayokuwa juu yao. Perfume ya viumbe ikanukie katika mikono yao, ikanukie katika paji zao, kwenye shingo zao, ili mvuto huu ukatende kazi katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. IPM TV, upendo wetu hauna mipaka.